Kipindi hiki tumekimaliza, lakini kipindi hiki kimekuwa kipindi kizuri, kipindi cha neema, kipindi cha mambo mengi ambayo tumeyafanya ndani ya mji wa Njombe. Ni kipindi ambacho kwa mara ya kwanza tumepata miradi mingi sana, tumepata fedha nyingi sana za kuwekeza kwenye miradi ya kila aina, miradi ya barabara, miradi ya maji, miradi ya umeme, miradi ya elimu, miradi ya afya. Kila kona unayofungua Njombe, kwa mara ya kwanza tumepata fedha nyingi sana kwenye kipindi changu. Kwa kweli tumefanya mambo makubwa ambayo hajawahi kufanyika. Lakini kata yenu ya Ramadhani ni moja kati ya kata iliyoongoza kwa miradi katika kipindi cha miaka mitano. Ramadhani kwa ujumla wake imepata zaidi ya shilingi bilioni 4.4 katika kipindi hiki. Ni fedha nyingi. Zangu tumefanya mengi hasa kwenye elimu, na ndio eneo ambalo mimi nilisema litakuwa kipaumbele changu, kwa sababu nimeona elimu inavyoweza kubadilisha maisha ya watu. Nimeona elimu inavyoweza kufanya tofauti kati ya mtu mmoja na mwingine. Kwa hiyo katika mambo ambayo niliona lazima niyape kipaumbele ni elimu. Najua yako mengi pamoja na afya, lakini kwanza la elimu. Kwa hiyo utaona kwamba katika bilioni 4.4, bilioni 2.9 zote tumeziingiza kwenye miradi mbalimbali ya elimu. Hapa tuna hospitali ya halmashauri ya mji wa Njombe. Hospitali hii wengine walikuwa wanafikiri labda tuihamishe. Wengine walikuwa wanafikiri mbona hospitali yenyewe ya muda mrefu haifanyiwi ukarabati. Ndugu zangu, tumejenga hoja, tumepata fedha na tutaendelea kupata fedha, tuibadilishe hospitali yetu ya mji ya Kibena ili iwe hospitali ya mfano, ili iwe hospitali nzuri, ili iweze kutoa huduma kwetu sote. Kuna jengo la ghorofa pale, tutajenga maabara mpya, tutajenga jengo la upasuaji, tutajenga pale mpaka mawodi, na tutajenga jengo jipya ambalo litakuwa linapokea wageni wanaotoka nje. Ndugu zangu, ujenzi wote ule utatugharimu zaidi ya bilioni 1.6. Tumeshaingiza pale milioni 900 katika jengo lile. Nimesikia mheshimiwa mgombea udiwani ameongelea maji. Ndugu zangu, wana Kibena hospitali, Kibena kati, kama kuna jambo ambalo mimi nililipigania hapa ni maji. Nimefika 2020 hapa, kulikuwa na shida kubwa sana ya maji. Jamani, kweli si kweli? Shida kubwa sana ya maji. Nilianza kutafuta fedha. Kulikuwa na miradi miwili ya maji hapa. Kulikuwa na Howard number 1 na Howard number 1 ndio niliukuta, na ulikuwa unaleta maji kidogo sana, na hasa kwa ajili ya shule yetu ya nursing na hospitali, lakini wananchi wengi walikuwa hawana maji. Nikaanza kupambana kutafuta fedha kwa ajili ya maji katika maeneo yetu haya. Tukaja na mradi namba 2 unaita Howard namba 2. Tulipata milioni 850. Tukajenga matanki pale karibu na Kibena Club, tanki la lita 150. Tukafanya mtawanyo wa maji katika eneo hili, kilomita karibu 17 za mtawanyo wa maji, na kwa kiasi kikubwa tukapunguza tatizo la maji. Jamani, nasema uongo, nasema ukweli? Sasa matatizo ya maji siku zote huwa yapo, kero huwa zinaendelea kuwepo, na mwanzo pamoja na huo mradi maji yakawa bado ni shida kwa baadhi ya maeneo, na wengine walisema maji yanatoka kama maziwa. Tukasema tutashughulikia. Ndugu zangu, naelewa kwamba sio wote waliopata maji, inabidi tuongeze nguvu kwenye kutawanya hayo maji, lakini tumeongeza nguvu kwanza kwenye chanzo. Katika kipindi nikitambua kwamba tumeshaleta angalau maji pale, nilikwenda kutafuta fedha nyingine, nikapata bilioni 3.7. Tukaanzisha mradi mwingine unaitwa Ijunilo uko kwenye kata hii ya Ramadhani. Ndugu zangu, mradi ule umekamilika, ukaanza kuleta maji, na baadhi ya mabomba tukayaelekeza yaongeze nguvu kwenye kata ya Ramadhani au yasaidiane na mradi wetu mdogo wa maji uliokuwa hapa, ili tuwe na uhakika wa maji. Kwa hiyo
Maji tunayo, lakini tunahitaji kuongeza nguvu kwenye kutawanya maji. Tumeongeza miradi mingine ya barabara. Kwenye miradi mipya ya barabara ambayo itakuwa ni miradi karibu 11, tuna miradi 7 ambayo itaanza. Miradi ile sasa iko tayari kuanza, na nilishawahi kusema kwa wananchi wa Kibena kwamba tunashughulika na barabara mpya itakayotuunganisha sisi hapa Kibena na mji wa Njombe. Ndugu zangu, barabara tunayofahamu ni barabara inayoteremka baada ya hospitali, inapita kwenye kona kona. Barabara hii ni hatari, barabara hii ni ya muda mrefu, ambayo ni hii tunayoiona. Yale maeneo ni hatarishi. Tumekuwa na ajali za kila aina. Tumekuwa na ndugu zetu wamepotea kwenye barabara ile kwa sababu ya ajali mbalimbali. Lakini tunasema tukitaka kutatua tatizo ni lazima tuwe na barabara mbadala ya kufika mjini. Kwa hiyo mimi nataka kuambia habari mpya na habari njema ambayo nilishawaambia nitaifanya. Tumefikia mahali pazuri, tunatengeneza barabara mpya, itafanya mji wetu uongezeke kwa haraka. Na miji mingi inakuwa kwa sababu ya kuwa na barabara kubwa za mchepuko. Barabara hii inafanyia utafiti kwanza ili tujue kutakuwa na madaraja mangapi, itakuwa na urefu gani. Kwa haraka haraka inaonyesha itakuwa na kilomita 22. Kwa haraka haraka. Lakini itakuwa barabara kubwa ya kisasa na itapanua mji na kote. Barabara kama hizi, miji midogo midogo kama hii ya hapa mlipo na maeneo ya hapo ndani, kwa vyovyote yatapanuka kwa kasi zaidi. Lakini la pili, barabara ya Lupembe inaongelewa na zaidi na watu wa Lupembe. Lakini ndugu zangu wana Kibena, ni barabara yetu vile vile, wote mnajua, kweli si kweli? Kwa hiyo tumeshirikiana kwa nguvu sana na mbunge wa Lupembe kuhakikisha kwamba barabara hii inapata fedha. Na tunavyoongea sasa itajengwa kwanza kwa kilomita 40. Na habari njema, tunaanzia hapa Kibena. Makofi mengi. Tunaanzia Kibena. Ujenzi unaanzia Kibena kwenda kilomita 40. Kwa hiyo sisi tutakuwa watu wa kwanza kulamba lami inayokwenda njia hiyo. Hapo vipi? Daraja la Ifunga. Mimi nakushukuru Mheshimiwa Diwani. Daraja hili nalifahamu. Na mimi nimechangia kwenye mbao na misumari kupiga daraja la mbao ili angalau lipitike pale. Lakini hiyo ikanifanya na mimi nianze kutafuta fedha. Diwani amesema atapambana ili tuweze kufungua na kujenga daraja la uhakika. Mheshimiwa Diwani, wala huna haja kupambana. Mimi kazi nishaimaliza ile. Kazi ile nishaimaliza. Tumepata fedha shilingi bilioni 1 tayari kwa ajili ya kujenga daraja la kisasa kuunganisha na Perwanda.